mchakato ukoje kwa mtu anayekuona chuo hapo unayana ndoto kwamba hivi na mimi nitaendaje kusoma Urusi siku moja? Wewe ni mwanafunzi mwingine anaongea na wewe kuhusiana na Urusi. Wewe mchongo ulikujaje kaka? Kuna kituo kinaitwa Russian Culture, watu wengi hawakijui. Yaani bado unajua, nilitamani unielezee ile idea yao ya makabila. Hao jamaa wana makabila. Hao Wishi sana. Huku maji huku pombe wanaita ni Russian water. Na maanisha limekuja dili, umesoma Urusi, kesho na kesho kutwa limekuja madili mawili ya Marekani, ya Urusi, ya China, matatu. Alafu wewe unabidi uangalie nchi yako maslahi. Je, unahisi utaangalia China na Marekani au utaangalia wale walionilea? Live na G kutoka jijini Dar es Salaam mpaka ndani ya Moscow, Urusi, kwa mzee ankaliweka ndani Vladimir Putin, na nakutana na jamaa ambaye huyu ni mwanafunzi ambaye anasoma ndani ya chuo cha Luden University, ambacho ni chuo kinachojumuisha mia ya wanafunzi, sijui ni maelfu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ni sehemu ambao wanasema dunia inakutana ndani ya Urusi. Kwa hiyo huyu jamaa bwana Mashauri naongea naye kwa sababu pia ni mtu wa siasa, lakini pia ni mwanafunzi, lakini pia ni mtu ambaye aliwahi kushiriki kwenye Mr. Africa, moja ya shindano ambalo pia ilikuwa ni platform nzuri kwake. Asante kwa kila ambayo unaicheki hapa. Namsubiri bwana Mashauri niweza kupiga naye story, tuendelee pale tulipoishia. Hii ni sehemu ya pili ya story zetu ambazo tunazipiga, na namuona tayari ameshafika hapa bwana Mashauri. Kaka. Kaka. Hapo ni eneo gani? Hii ni sehemu, hapa nipo katikati ya jengo hili la main building hapa. Okay. Unaona ni kama bustani, ni garden ya katikati ya jengo. Kuna samaki hapa. Samaki wa mapambo. Yes. Ulikuwa unaongea kitu kimoja muda ule, ni kuhusiana na kwamba umekuwa kwenye hicho chuo ambacho kimekutanisha dunia. Kwa hiyo kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kwamba sometimes ukikaa na watu wenye uwezo mkubwa au wakubwa duniani, sio kwamba unajifunza chochote, unagundua hawana kitu ambacho wewe hauna. Unajua? Yes. Ni feeling ya aina hiyo ulikuwa unajaribu kunielezea ulipokutana na hao watu hapo? Yes, of course nilikuwa najaribu kuzungumza kwamba kwanza ni kujiamini na kujikubali, kwa maana ya kwamba ni kweli unakuta mtu ametokea katika taifa ambalo ni kubwa, taifa ambalo ni developed countries, lakini linapokuja swala la kuchangia mawazo, linapokuja swala la ushiriki na uthubutu, hatupasi kujidharau. Yes, hatupasi au yes, wakati mwingine uwezo wetu ni mkubwa unafichwa na mazingira tunayotoka. Yes. Nimeipenda hiyo. Uwezo wetu mkubwa unafichwa na mazingira tunayotoka. Yeah. Unahisi mazingira bado yanaweza katuzuia kuendelea kufichwa, au ni wakati ambao umefika tunaweza tukatoka sasa? Yes, of course ni wakati ambao tunatakiwa kutoka, kwa maana ya kwamba kuthubutu na kufanya. Kwa mfano nikijizungumzia mimi mwenyewe, mazingira niliyotoka nilifanya uthubutu kwa maana ya kuziangalia fursa kubwa, na mwisho wa siku nimepata fursa ya kuja kuchangamana na takribani watu wa aina zote duniani. Naam. Kwa hiyo inawezekana. Okay. Hivi mchakato ukoje kwa mtu anayekuona chuo hapo unayana ndoto kwamba hivi na mimi nitaendaje kusoma Urusi siku moja? Wewe ni mwanafunzi mwingine anaongea na wewe kuhusiana na Urusi. Wewe mchongo ulikujaje kaka? Nashukuru sana kaka. By the way, nilipomaliza chuo, nimemaliza UDSM mwaka 2023. Course yangu nilisomea administration pale UDSM. Kwa hiyo nilipomaliza chuo nilikuwa najichanganya. Ilikuwa ni ndoto yangu kwamba nikimaliza chuo niende nikapate exposure, kwa maana kwamba katika mataifa ambayo yameendelea. Moja ya mataifa ambayo nilikuwa natamani sana kuja kujifunza ilikuwa ni taifa la Urusi. Kwa hiyo nilipomaliza chuo kulikuwa kuna rafiki yangu ambaye tayari alishatangulia huku. Yes. Ya nikawa najaribu kumuuliza alifanyeje na nini. Akawa ameshauri kwamba kuna kituo kinaitwa Russian Culture, watu wengi hawakijui. Okay. Ya Culture Center. Ile ni sehemu ambayo fursa zote za scholarship, fursa zote mbalimbali ambazo Urusi kupitia ubalozi wake unaziimpozi pale. Kwa hiyo nilivyoenda pale siku hiyo ilikuwa ni exhibition ya vyuo mbalimbali vya Urusi vinafanya maonyesho yao pale ya vyuo na nini. Nilipofika pale Russian Culture, kwa bahati yes nikakutana na moja kati ya wakufunzi ambao walikuwa wanafundisha katika hichi chuo ambacho nimepata fursa. Okay. Kwa kama amenishawishi. Kwanza hapo. Kwa hiyo ulienda mwenyewe, hakuna linki, hakuna connection.
Connection niliipata kama nilivyokuambia kwamba kuna rafiki yangu ambaye anasoma huku, anasoma Russia katika chuo hichi ambacho nasoma mimi. Okay, kwa hiyo akakwambia nenda pale. Kwa hiyo ukaenda tu bila connection ya mtu wa pale, anamaanisha. Connection ipo kwa maana ya kwamba Urusi inatoaga scholarship zisizopungua 90 kila mwaka kwa wanafunzi wa Kitanzania, kwa maana ya kwamba kutoka Zanzibar na bara. Okay, lengo la hii swali ilikuwa ni ili mtu ambaye anaangalia wa kawaida kabisa ajue, je, inabidi uwe na unafahamu au una sifa fulani unamfahamu fulani, au hata mtu yeyote tu akienda hapo anaweza akaziona hizo fursa na akazitumia. Okay, uwaga kuna msimu. Kwa mfano sasa hivi uwaga kuna mitihani kwanza inatolewa, inaitwa Olympia. Hiyo ni mitihani ambayo ili uweze kupata hiyo fursa lazima uifanye. Lakini kitendo cha kwenda, kwa sababu wanaoenda pia ni wachache. Kitendo cha kwenda pale Russian Culture, kwa maana ya kwamba utakuwa una access ya kupata zile taarifa kwamba kuna fursa fulani imetokea. Kwa mfano mpaka sasa hivi tunavyozungumza, wiki iliyopita kuna timu ya watu ambao ya vyuo mbalimbali ambao vinatafuta kutoa scholarship kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ikiwemo Tanzania. Ilikuwa iko Russia hapo. Kuna ambao tunafahamiana au private tuliwapa taarifa kwamba nendeni, na wengine wako katika good move. Lakini pia ilienda na Zanzibar. Kwa kupitia pale katika mazingira hayo, ukiwa unania na ukiwa umekusudia, fursa unaipata licha kwamba kuna mchakato. Wow. Namuona Jamal pia. Jamal ni mmoja wa watu ambao wamesoma Russia pia, tuliongea naye hapa, anasema kuanzia 2019 zilikuwa 20 ila ikaongezeka mpaka 90. Nadhani mwakani wataongeza zaidi. Okay. Kwa hiyo ukapata hilo shavu ukaenda pale. Ulikuwa unatupa story. Yes, nikapata hilo shavu nikaenda pale. Baada ya kwenda pale, by the way tulikuwa wanafunzi wengi, lakini mimi nilikuwa nimeshaadhimia moyoni mwangu kwamba this is my deal, nina silaha moja na lazima niitumie. Kwa hiyo nilipoenda pale nikawa nimekuwa connected katika mazingira kama hayo. Nachoweza kushauri pia ni muhimu kuwa na vitu kama passport ya kusafiria, ni muhimu sana. Moja ya kitu ambacho wanakiuliza kwa Mtanzania yoyote, hasa kijana ambaye ameenda kutafuta fursa, ni passport. Kwa nayo. Kwa baada ya kwenda pale tukawa tumepewa link, kwa maana ya kwamba huaga kuna mchakato wa kujisajili na hadi unakuwa admitted, kuna procedure, unatuma vyeti vyako, wanaona matokeo, unakuwa una upgrade certificate, kuna kufanya translation. Ni gharama lakini ni ndogo ambazo kwa mtu yoyote ambaye anania anaweza akazimudu. Sio chini, haziwezi kaskata 1,500,000 katika mazingira hayo, lakini kimsingi fursa zipo ambazo mtu yoyote anaweza access akazipata katika hizo 90 kila mwaka. Okay. Endelea kuzunguka, tuendelee kupata light nzuri kwa hapo ulipo. Kwa sababu kuna wakati ni ndani ya chuo cha Luden University, mabibi na mabwana. Hiyo picha unayoiona hapo ni ndani kabisa ya chuo. Anazungumza na Bwana Mashauri ambaye yeye anasoma hapo, ni mwanafunzi Mtanzania, na hapo dunia inakutana ndani ya Russia. Tuambia kwamba kuna wanafunzi wa nchi mbalimbali na kuna baadhi ambao umewaona kwenye hii session mwanzoni wakiwa wanaongea lugha mbalimbali, ile Kiingereza wanakijua, wengine hawakijui, lakini all in all ni kwamba dunia inakutana hapa, na huyu anazungumza naye mmoja wa wale ambao alisha ilipo Dar es Salaam Tanzania live na G. Hapo ndo lengo la kutokea. Nchi gani huyu? Oi, Tanzania. Assalamu alaikum. Hakuna matata. Ndio neno nalifahamu, hakuna matata. Hai. Hakuna matata. Naomba niongee, anajua Kiingereza. How old are you? Old. What you mean? Najir. Is English? Yeah, Najir. My name is Najir. Your name. My name is Geoffrey Mashauri from Tanzania. This is my brother, representative from big media in Tanzania. My name Walid. My name is Aftandil. My name is Aftandil. Unasikia Mashauri? Umegundua Kiingereza ni lugha ya 3 kama sio ya 4 Urusi. Ni lugha ambayo sio lugha kubwa.
Of course kaka, huko sahihi. Huku watu wana cloud sana lugha yao ambayo ni lugha ya Kirusi. Unakuta mtu ameajiriwa katika position kubwa anazungumza Kirusi tu. Kiingereza akizungumzi au akijui kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona na muda wote sijamuona ngozi nyeusi huko tangu naanza kumulika, naona tu ngozi nyeupe. Okay, ngozi nyeusi zipo. Hebu ngoja nijaribu kutembea. Okay. Isha kwamba tuko wakati unaendelea kupanda kazi, nataka nikuulize kitu. Kuna hii conspiracy theory moja ipo kwamba wanafunzi wengi ambao wanatoka Afrika au sehemu mbalimbali kwenda kusoma Urusi wanakujaga kuwa kama Dr. Shika fulani hivi, yani vitu fulani weird. Ni nini huwa kinawatokea mkienda kusoma Urusi? Of course mazingira ya Urusi ni mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine huku watu wana ujanja sana. Okay. Watu wana ujanja, unaweza kukuta mtu anatengeneza hela kupitia watu. Kwa hiyo hiyo inaweza ikatokea, lakini naweza kusema Dr. Shika ni Dr. Shika. Lakini personality, nazungumza personality. Kuna watu ambao pia nawafahamu walisema kuna jamaa alienda Urusi na ndani ya media namfahamu, ambaye alienda kusoma Urusi muda mrefu, alivyorudi hakuwa yuko sawa na watu wengine ukimwangalia. Kuna stories za aina hiyo nyingi. Ni nini huaga kinawageuza hivyo personality zenu? Thank you. Nimekuelewa sana mkuu kwenye hilo swali. Ni kwamba of course mazingira ya Urusi ni mazingira pia ambayo yanavishawishi sana. Huku huku pombe wanaita ni Russian water. Kwa pombe zao waga ni kali, lakini pia ni kitu ambacho ni cha kawaida. Yaani huku ni kitu ambacho ni cha kawaida. Kwa hiyo ukijikuta mazingira yanakubadilisha, by the way unaweza ukarudi sio mtu wa kawaida. Unaweza ukarudi maybe ushakuwa addicted kwenye masuala ya ulevi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wao ni style ya kawaida sana huko. Kama nitakuwa nilieleza kwa miezi yote uliokaa huko, ni kitu gani ambacho unahisi Warusi wanatakiwa wajifunze kwa Watanzania? Namuona ngozi nyeusi hapa mara moja, then najibu. How are my brother? Here we go. What's your name? Julia. Where are you from? Hi bro. Hello bro. Congo. Yes, he's from Congo. Oh, Congo, DRC. Ni DRC au Brazzaville? Where are you from, DRC or Brazzaville? No, Congo, Kinshasa. Kinshasa. You're from Kinshasa. Okay. Okay. Afadhali kumbe bana mpo kama wenzako wapo bana. Yes, wapo. Lakini I hope kwenye maisha yako, kwenye mishe zako, kuna kipindi unaenda sehemu wewe ndo mweusi tu peke yako. Yes, yani kuna mazingira yanatokea unakuta wewe ndo mweusi tu, kwa sababu tupo wachache, of course, tupo wachache. Kisaikolojia imekaaje? Unajifeel inferior, unajifeel special? Sometimes unajifeel inferior, lakini sometimes unajifeel special, kwa maana kwamba unajichanganya katikati yao na nini. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kina add confidence pia. Okay, so bwana Mashauri, kwenye kumalizia, mwanangu, umetupa historia nzuri sana ya Urusi. Najua hatuwezi kumaliza, nimeshaongea na watu kadhaa kutoka Urusi. Future yako ni nini? Upo kwenye siasa at the same time, lakini pia wewe ni mtu unapenda vitu vingi. Unasoma hapo, ni unasoma mambo gani kwanza hapo? Ni mambo ya uongozi au nini? Of course kozi ambayo naisoma hapa uongozi nasoma kama part, lakini nimejikita katika usimamizi wa rasilimali madini. Okay. Kwa hiyo ikitokea kuja kulisaidia taifa langu, nitalisaidia taifa langu katika sekta ya madini, kwa maana msingi wa taaluma yangu uko katika professional administration. Umeniuliza swali zuri kuhusu future yangu. Of course future yangu ninatamani kuja kuwa kiongozi mkubwa. Okay. Natamani kuja kuwa kiongozi mkubwa ambaye nitakuwa nina nafasi ya kufanya maamuzi, kwa maana kwamba ya kuwasaidia wenzangu kulingana na mazingira ambayo niliotoka, lakini ni ndoto yangu ya muda mrefu kwamba one day, and I believe kwamba kwa neema ya Mungu inshallah nitakuja kuwa kiongozi mkubwa, ndio. Okay. Na ukiangalia nimependa hiyo ndoto yako, kumbe nilikuwa sahihi kukuuliza lile swali kuhusiana na siasa mwanzoni. Kwenye madini
Ndio, Wakati mkiwa darasani mnasoma issue za madini hapo Russia, ndio. u- is it kitu ambacho una practice ama unasoma kama theory? Tunasoma practical, yani tunasoma practical, na normally nimejikita katika uranium, kwa maana ya madini aina ya uranium, ambayo haya ni madini ambayo taifa la Urusi linatamani kuya explore, kwa maana kwamba linayahitaji sana, na moja ya mataifa ambayo haya madini ya uranium yanapatikana ni taifa la Tanzania. Kwa hiyo ya kampuni yake inaitwa Rosatom. Ni kampuni ambayo inasimamia rasilimali za madini na namna ambavyo inakusanya rasilimali madini kutoka maeneo mbalimbali duniani katika taifa la Urusi. Moja kati ya mpango ilionao ni kuja kuinvest katika exploration ya madini ya aina ya uranium Tanzania. Kwa hiyo tumejikita sana katika management ya masuala kama hayo ya madini ya uranium. Tunajifunza practical. Sasa hivi tunakutana na madini unayafahamu somehow, licha kwamba ndo bado tunaendelea kusoma. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Tunajifunza sana practical. Tunaingia maabu. Umenitajia Rosatom, nimekumbuka juzi walikuwa wameingia mkataba na serikali ya Mali, walikuwa wanataka wajenge kinu cha nuclear pale Mali. Okay? Na unaendelea? Uko sawa? Uko comfortable tuendelee? Niko comfortable. Ngoja kutafuta mazingira mengine za. Okay. Wenzetu hata nje tu. Nje ilikuwa ni unyama, hata hiyo mwangu pia unakuwa haupo. Jamani, tuko na brother Mashauri, na kama unavyomuona hapo bendera ya Tanzania kwenye suti, anaiwakilisha Tanzania ndani ya chuo cha Luden University ndani ya Moscow, Urusi, nchi kubwa zaidi duniani. Ni nchi ambayo kwa sehemu kubwa ipo Asia, lakini wananchi wake wengi wanaishi barani Ulaya. Kama nilivyokuambia, inakatiza mabara mawili, ina jumla ya time zone 11 tofauti ndani ya hiyo nchi, lakini inaongozwa na mtu mmoja, Vladimir Putin. Ina vitu vingi, rasilimali ni moja ya sehemu ambayo zimelala pale Urusi, lakini at the same time wanahitaji, dunia inaelekea mbele, inahitaji nishati, na nishati ya maji na mafuta tunaendelea kuondoka, tunaingia kwenye nishati mbadala. Na moja ya sehemu ambapo tuna nishati, madini ya uranium yanatoa nishati ya nuclear ambayo huaga ni nishati, kwanza ni rafiki wa mazingira, lakini ni ghali sana. Kwa hiyo wengi tumezoea nuclear, tuliwahi kukuletea kwenye picha linaanza kwamba nuclear sio mabomu tu. So niko na bwana Mashauri ambaye anasomea mambo ya madini, na nasubiri aweze kufika eneo zuri, ndio maana wapigie hizi story za Urusi na hapa tulipofika. Juzi nikaisikia Rosatom. Hii ni kampuni ya serikali ya Urusi inayojihusisha na hizi nguvu za nuclear. Kwa maana tukizungumzia nuclear yenyewe, taratibu madini ya uranium ambao umesikia yanapatikana pia Tanzania. Sasa kitu ambacho nataka nimuulize bwana Mashauri ndio hiki hapa, kwamba bwana Mashauri, umeshakaa sehemu nzuri. Unanipata? Wewe upo kwenye siasa, upo kwenye uranium, rasilimali, na ndicho ambacho kinagombewa Afrika sasa hivi. Na Mali tulivyosikia Rosatom wamesaini pale, tukasikia mambo mengi yamefanyika, kuna watu wanataka kusabotage na nini. Tunaweza kupita salama kwenye hii mikataba itakayokuja kuingia siku ambayo uranium itatakikana na ipo Tanzania, na inabidi Urusi waichukue na upande wa pili unaitaka? In a simple mkuu ni kwamba tutapita salama kwa sababu wao kitendo cha kutoka Urusi kuja Tanzania kuwekeza, wanakuja katika misingi ambayo ina makubaliano, ni katika misingi uhusiano wa mataifa, lakini pia namna ambavyo interest zinahusika. Uzuri ni kwamba taifa letu la Tanzania pia lina watu makini ambao wanajua kwamba sisi tutanufaika vipi kweli. Wanakuja lakini na sisi kama taifa kama Tanzania tutanufaika vipi. Kwa hiyo nachokiamini ni kwamba tutavuka salama, na sisi ndo tunasoma wazalendo kabisa wa taifa letu, lazima tutakuja kulisaidia taifa letu. Itakuwa haina maana kama tutaipata hii elimu kwao alafu tuje kuwa vibaraka kwao, na sisi bado tuna Tanzania inatuhitaji sana katika hivyo vitu, kuhakikisha kwamba miaka ya mbeleni basi tunanufaika na rasilimali uranium na rasilimali madini mbalimbali. Kuna watu watauliza kama wamekusomesha wao, baadaye mtapigiana simu, kaka unakumbuka lakini nilikuja ghetto siku moja tukakutoa nini, mambo yalikuwa yakijakaa vizuri pale. Unahisi tutakuamini kweli bwana Mashauri kesho na kesho kutwa? Yes, naweza nikasema kwamba yani na maanisha limekuja dili, umesoma Urusi, kesho na kesho kutwa limekuja madili mawili ya Marekani
ya Urusi, ya China, matatu. Alafu wewe unabidi uangalie nchi yako maslahi. Je, unahisi utaangalia China na Marekani au utaangalia wale walionilea? Taifa langu kwanza. Tanzania kwanza, alafu mengine baadaye, kwa sababu itakuwa haina maana kama fedha iweze kunifanya niweze kuuza utanzania wangu nilionao. So that's why hata ukiniona hapa kwenye beji natembea niko Urusi, lakini utaiona bendera ya Tanzania. Yeah. Okay. Kama yapo Tanzania, tunajiuliza kwa nini umeenda kusomea Russia? Ni kwamba kuja Russia tumekuja kupata knowledge zaidi. Wanasema kwamba jifunze kwa walio kutangulia. Ningekuwa na uwezo wa kusomea Tanzania, lakini nimekuja Russia kwa maana ya kwamba kujifunza zaidi na kimsingi teknolojia yao na mambo mengi wametuzidi. Kwa hiyo tunaendelea kuchukua maarifa. Naamini tukirudi Tanzania tutakuwa tuna mchango wa kulisaidia taifa letu. Naam. Wow, kwa kuelekea mwisho swali langu lile nilikuuliza, ni nini ambacho unahisi wa Russia inabidi wajifunze kwa Watanzania ulivyoishi nao kijamii wise? Yeah, jambo ambalo wa Russia wanapaswa kujifunza kwa Watanzania ni swala la, naweza nikasema katika namna gani, kuna mambo mengi. Sisi ni wakarimu sana. Ni wakarimu sana, lakini of course kwa watu kama Urusi ni wakarimu, lakini hawajatufikia ukarimu. Kwa hiyo wanapaswa kujifunza ukarimu, niseme hivyo. Okay. Sisi tujifunze nini kwao? Sisi kujifunza, tujivunie vya kwetu. Hao watu wanaipenda sana lugha yao ya Kirusi. Lakini sisi kwetu mtu akijifunza lugha ya Kiingereza anaonekana ni high class, msomi. Lakini tuna lugha yetu ambayo ni kubwa, lugha ya Kiswahili, lugha ambayo hata Umoja wa Mataifa sasa imeithibitisha kwamba iwe ni moja ya lugha kubwa duniani ambayo inaweza ikatumika hata kwenye vikao vikubwa vya maamuzi ya dunia. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana ambalo kama Watanzania inabidi tu feel proud for na tujivunie pia. Okay. Hivi yani bado unajua nilitamani unielezee ile idea yao ya makabila. Hao jamaa wana makabila. Hao. Asante sana. Kuna makabila makuu matatu nchini Urusi. Napenda niyaelezee sasa. Kabila la kwanza ni Warusi wenyewe. Ni Warusi wenyewe ambao ni 71.3% ya Warusi wote wanatokea katika kabila hili la Kirusi. Okay. Kwa nini unaita kabila? Yes, kwa mfano kwani Waswahili ni kabila? Ukizungumzia Waswahili, Kiswahili kina chimbuko lake, lakini sio kabila. Sio kabila. Kiswahili kina chimbuko lake kwamba hili ni chimbuko la lugha ya Kiswahili. Lakini kuzungumzia Kirusi au Warusi ndio jumuiya, kwa maana ya kwamba ni 73%. Kwa maana ya kwamba 3 ya Warusi wote ni Warusi, lakini ndio kabila kubwa ambalo lipo Urusi. Okay. Kabila lingine ni Watatari. Watatari wanaendaje hao Watatari? Kwenye baridi au kwenye jua kali? Hawa Watatari bwana, hawa ni wachache, ni kama almost asilimia kama 15 ya Warusi wote. Sasa ukija kuangalia Urusi ni moja kati ya mataifa, ni miongoni mwa mataifa 9 yenye watu wengi duniani. Kwa hiyo sijaenda deep ile specific kumjua kwamba huyu ni Mtatari au nini. Tuna identify tu kwamba hawa ni Warusi, lakini hilo ni kabila ambalo lipo. Okay. La tatu? Na wa mwisho ni Wachecheni. Wachecheni hao. Wachecheni hawa ni kabila la tatu ambalo pia wanapatikana hapa, lakini Warusi ndo wengi, ndo tunakutana nao katika mazingira. Hao Wachecheni ndio hao ambao wengi ni Waislamu, unaweza kuhisi ni Waarabu. Naweza nikasema hivyo kwa sababu ya jamii ya Waislamu pia wapo na chimbuko lao, asili yao you are right, ni Waislamu katika namna hiyo. Basi diversity ya Russia ni kubwa sana mwanangu. Nimeshukuru sana kwa hizi some ABCs ambazo umetupa, na tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Diasporas mnasema miaka 5 tena. Kazi na utu tunasonga mbele. Hii ni Madini.com.